Okay, mambo ni mazuri kinoma noma katika episode 145. Tunaendelea kurindima nayo kitu ya ukweli sana, naitwa FPJ's Button hapo. Tulishia hapa Santino akiwa amejazwa maneno ya hatari na babake kwamba huyo ndio chanzo cha mtoto wako ambaye alikuwa hajazaliwa kufa. Because hapa Santino alichokuwa anasianacho ni kumuua Tangoli tu. Na kumfanyia setup. Alimwambia tuzungumze kwanza, tupatieni moment kidogo. Yaani muda kati yake na bwana Santino wazungumze. Tunapoanzia ni nyumbani kwa Vice Mayor. Anaitwa Roberto. Anapiga whisky tu, yani mambo ni matatizo kila kukicha. Huku balaa, kule balaa, huku shida, huku matatizo. Tunaendelea kusonga mbele. Mjuba na Sila anawaza yani mambo haya. Mdogo wake amekuwa anakoroga mambo kila dakika. Na sasa hivi anachotaka ni kumuua Paula Gracia, kwa sababu inaonekana anajua vitu vingi kweli kweli. Ni shughuli pevu mzee baba. Wakati ule simu ilikuwa inaita kwa huyu bwana afande. Alipewa maagizo ya kumuua yule bibie. General. Niambie Vice. Inasahan ko na nga nilikuwa nategemea simu yako. Hivi Miguelito anafikiria nini kufanya mambo kama haya? General, siwezi kusema mambo mengi kwa sababu hata sijui kwa kiundani hali ilikuwaje. Sasa nifanye nini kwa ajili yako? Nahitaji msaada. Najua kwamba wewe una watu ambao unafahamiana nao, ambao umekuwa unajaribu kuwatunza tu. Sasa hapa sikiliza, kuna pesa zipatazo 100,000 nitakupatia. Peso 100,000. Kila namba ya grupu na kila mshenzi na kichwa cha bwana Ramoni anatakiwa kufa. Basi nitalishughulikia hilo. Nashukuru kwa polisi wanapewa pesa ambazo zinaliwa kwenye fungu la serikali ambalo linatolewa kwa ajili ya kuja kuwahudumia wananchi. Alafu nirudi kwao. Naona mambo hayo. Acha tu. Mambo ya system yaache kama alivyo tu na ukae pembeni kabisa. You never know, wanasema watu. Huwezi jua. Mtu akisha kuwa kwenye ofisi yake bwana anakuwa na mamlaka kusema hiki kiko ndani ya kiatu changu, ni kanyage au nisikanyage. Wewe Kamishna Medina huyu sasa hana chochote zaidi ya kutuletea matatizo. Sasa hapa lazima tutafute namna kwa ajili ya kumtoa kwenye nguvu yake. Tukimtoa kwenye nguvu yake, maana kamishna yule akitolewa pale wanao haki ya kusema ni propaganda tu. Lakini Miguelito na Jack wananihitaji. Na mimi pia nawahitaji bado. Kwa hiyo sasa anawahitaji wale kuwatumia kwa sababu naye ana target yake. Lakini kumbuka anataka mamlaka yeye mwenyewe. Kwa maana yake hawa kwake wanahitajika kwa sasa kwa sababu ya huyu mdogo mtu ana power. Sasa akarudi tena kuzungumza nao. Akiwa na hasira kinyama yani kwanza. Na ana hasira na Miguelito. Roberto, plani ni ipi? Kwake anamuuliza kimbao. Plani ni ipi? General Velidano na mimi tumeongea. Amenipatia guarantee ni kwamba atahitaji pesa nyingi sana. Kwa hiyo kila member wa grupu la Tangoli ili aweze kuuawa tunahitaji kutengeneza pesa za kutosha. Sasa ndio maisha yanavyokuwa. At least kuna mtu anaweza kutusaidia kuangusha hao wanyama. Kwa hiyo wao wanajiona binadamu ile wengine wanaona wanyama. Hii dunia ina mambo. Wacha tu. Sasa sitakuwa tumechelewa basi paka sasa hivi. Kwa mfano neki wakiwa wameshaachia matokeo tayari. Itakuwaje? Tangoli kama Tangoli lazima auawe, lakini kabla ya official statement kutoka, yani kabla ya tamko rasmi kutoka juu likiwa limetoka. Kwa hiyo hii ni mpango wa kutupatia sisi Greater Family kuendelea kufanya kazi. Kumbukeni maneno yangu yanawaambia. Hilo jambo haliwezi kutokea nikalusu Tangoli akafanikiwa. Kwa hiyo sasa shughuli ipo upande wa pili. Kinita ko ngayon. Vipi lakini? Ana mpango. Anaambia muangalia. Ben, umeona hiki kitu? Ripoti inaendelea kuonekana kabisa. Matatizo yamekuwa yakiendelea katika hii dunia. Magaidi hao wanajaribu kutaka kuharibu amani ya nchi yetu. Meya amerekodi hapa, amerekodiwa na baadhi ya watu. Anatoa tamko sasa.
May patong na Sasa hivi 100,000 mimi natoa pesa zipatazo yani pesa zipatazo 100,000 kwa kila mfungwa. Kuna Brudogo, Dolph, Agusti, Tonaso, Gracia. 500,000 naman para sa ulo. Kwa ajili ya kumkamata Lamoni Montenegro natoa Para sa mga tao makakatawa. anatoa kama 500,000 kwa kila mkubwa zaidi. Mtu yote atakayemkamata ugaidi, dead or alive, yani mzima amekufa. Kwa hiyo huyu jamaa akaona hapa ndo muda wa kupata pesa sasa, kuwakaanga wale jamaa, afaidike yeye na familia yake. Ang kabayaran ng pagtataksil ninyo kay Primo. Hii ndio njia ambapo sasa nalipa kisasi kwa ajili ya Supremo. Mimi ndio nitakusanya pesa kwa ajili ya watu. Mama anaogopa kuwachomesha watu wakafungwa alafu wakatoa unakusanya pesa. Hii kitu itakuwa sio nzuri. Yes, narudi eneo la tukio ambapo sisi tulipoishia sasa. Target iko hapa. Ni mazungumzo ya baina ya ndugu wawili. Mama mmoja. Sasa Tangoli bunduki ameishika mkononi. Na one mistake hapa, unakula chuma za kutosha, maana maskali wamemweka wote hapa na bunduki. Anambia Santino, naomba unisikilize, nataka wewe ujue kitu kimoja, kwamba hakuna ukweli katika haya yote ambayo unaniambia mimi. Mimi sikumuua mke wako na nilikuwa sijai kufikiria kukuumiza. Unasema nini mpuzi? Uliwapiga risasi. Uliwaua. Dogo ana paniki. Yani hujui kiasi gani Tangoli ambavyo uliniumiza baada. Yani hujui namna inavyouma kupoteza mtu. Wakati Tangoli amepoteza watu wengi sana muhimu. Mwambie wewe mshenzi, unastahili kufa. Unastahili kufa, umeharibu familia yangu Tangoli. Tangu tuko watoto baba alikuwa anakuchukia kwa sababu wewe ni shetani. Wewe una nafsi kabisa wewe. Wewe ni shetani. Sasa naelewa sasa kwa nini baba alikuwa anakuchukia. Kwa nini David pia naye alikuwa anakuchukia sana wewe? Kwa sababu wewe na sisi hatuna undugu. Wewe ni animal, ni mnyama. Umeua watu wengi sana. Wewe ni mshenzi kabisa. Wewe ni mnyama. Unastahili kufa. Jamaa akafikiria mdogo mtu anamuona yeye mnyama, anastahili kufa. Tuko na clear view, anambia sikiliza, hakuna mtu akupiga risasi. Kwanza lazima mpaka tuhakikishe Santino yuko salama. Ndio boss. Aliwaambia vijana wasipige risasi japo walikuwa na clear view ya kuweza kumpiga risasi Tangoli. Wakatoa jamaa na yenyewe pia wanaanza kukagua ile eneo, kuzunguka kuangalia kama kuna ustaarabu wa hali ya juu. Kama kuna usalama. Sasa polisi wanaweza kuonekana. Hapa ndio kasheshe ipo. Ramoni naye anazunguka hii mitaa kuhakikisha kwamba hapa pako salama kweli. Anamwambia kama hicho ndicho unachofikiria, hakuna kitu ambacho najali sasa. Kama unaniona mimi ni mnyama, unaniona mimi ni mtu ambaye anastahili kufa, lakini nataka ujue kitu kimoja mdogo wangu. Nataka ujue kitu hicho kimoja tu mdogo wangu, kwamba sijawahi kufikiria kukuumiza hata siku hiyo, hata siku moja, kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Sijawahi kufikiria hicho kitu hata siku moja, na sitaruhusu mtu yote akuumize wewe katika maisha. Santino, unajua kiasi gani ambavyo nakupenda katika wadogo zangu niliokuwa nawapenda kweli kweli. You are the one. Sikuwahi kutarajia kabisa kwa haya yote unaonisingizia. Wewe muongo. Wewe chochote unachosema wewe muongo. Siwezi kukuamini kwa sababu yako. Wewe ni muongo msaliti. Maneno yakawa mengi. Dogo ana hasira. Anamwambia, nakwambia una bahati tu kwa sababu umekamata bunduki. Nakwambia hivi, tungeweka bunduki afu tukaona nani bora. Alimwambia dogo, kwenye maisha yangu haya siwezi kukuumiza hata siku moja. Na chochote kinachotokea ama kilichotokea sikuwahi kupanga kukuumiza. Weka bunduki chini. Nionyeshe kama kweli wewe ni mtu poa. Haya, onesha. Thibitisha, weka bunduki chini. Tangoli bwana akaona kwa sababu huyu dogo sasa anataka aamini kwamba kaka yake ni mtu poa. Kaka mtu akaona poa, hata kama nakufa lakini nitamthibitishia mdogo wangu kwamba sikuwahi kuwa na lengo la kumuumiza hata siku moja. Anamwambia kama hii ndio inamaanisha kwamba nikiweka bunduki ndio utaniamini, basi wacha tufanye hili jambo.
Akamwambia basi poa, hakuna shida, umejaa sumu, nitakupatia unachotaka kukuonesha kwamba nakupenda. Akaitupa bunduki mbali. Santino hakuamini. Sasa yeye kwa sababu ya hasira zake akaona mvagae blaza kumkumuta magumi. Sasa hasira zilikuwa ni nyingi, akaanza kumpiga ngumi. Piga ngumi sana, piga ngumi nyingi, lakini Tangoli hakurudisha ngumi hata moja. Anamwambia fight back, nionyeshe ulivyokatili wewe, nionyeshe ulivyombabe wewe, piga ngumi. Lakini jamaa alimwacha kwa sababu alikuwa anaweza kumkata mikono ya kutosha tu. Sasa anakuja kushangaa, anaona mwanae huyu mzee naye anaona mwanae anapigwa. Sasa akawaza, bwanangu mbona nakubali apigwe na katoto kadogo ka shetani kakubwa aka nini? Piga ngumi sana, alipigwa nyingi sana Tangoli. Lakini Tangoli kwa sababu alikuwa na mazungumzo, nini kinachoendelea huko, mbona wanagombana? Lakini issue ya ndugu hao waacheni wagombane. Sisi tuendelee kuzunguka tu tuhakikishe usalama unakuwepo hapa. Bwana endelea kuangalia uko usalama wa kutosha. Wao wakaendelea kuangalia humu ndani kuhakikisha kwamba kama kutakuwa kuna issue yote basi waweze kuweka usalama. Santino alimpiga sana Tangoli na Tangoli hakujibu chochote. Alikutana nazo ngumi nyingi. Santino mwenyewe anayepiga paka choka. Anambia simama wewe mpumbavu, yote ni makosa yako. Tangoli hakuwahi kutamani kumpiga Santino. Na kuwa leo nini sasa? Unaenda kugombana utajibu mashambulizi, kanyaga piga sana. Ukizingatia jamaa alikuwa mgonjwa alikuwa hajapona vizuri, damu zinavuja tu. Alipigwa sana, lakini jamaa alikuwa anaendelea kuumia. Wakati wa target iko hapa, wanasubiria amri kutoka kwa boss kwamba wampige risasi. Ni bora zaidi kama tukiishi kwa amani. Mama wewe bibi alimwambia pengine ni bora zaidi ukikaa mbali, sitaki kusababishia matatizo. Unaona tutelekeza. Kwa hiyo sasa unajua ndio hivyo, sina pesa sasa hivi. Anakumbuka alivyozungumza Santino, sitaki jambo lolote baya liweze kutokea. Unajua kiasi gani ninavyokupenda. Sio kweli, hizo pesa zako zitunze, sihitaji chochote. Anakumbuka yeye ndo alimtegea bomu na tumaye lile bomu likaweza kulipuka na akaua watu wengi sana Santino. Santino amefanya mengi sana mabaya, alimpiga risasi paka ndugu yake. Wewe mshenzi sana Tangoli, utalipa kila kitu ulichofanya kwangu. Santino amesahau kama wewe ni ndugu yako, ni adui, ndio maana alikupiga risasi. Anasema sasa naelewa kwa nini alikuwa na hasira, kwa sababu nahitaji kuongea na Santino. Sasa jamaa ndo anayakumbuka yote, kwa nini mdogo wake amekuwa na hasira kiasi hiki, lakini alichagua tu kumwacha. Amempiga jamaa kurudisha ngumi hata moja. Anasema mbona ugombani wewe, nitakuwa wewe. Piga ngumi. Jamaa akakwepa. Alipokwepa alimkamata, akamwambia dogo. Alimwambia Santino, nisikilize mdogo wangu, vyovyote utakavyonifanya mimi, vyovyote sitagombana na wewe. Siwezi kufanya jambo kama hilo, kwa sababu siwezi, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, you are my brother, na ni kwa sababu nakupenda mno Santino. Hujui tu ndogo yangu ninavyokupenda wewe, ndio maana nakuruhusu nibomoe hivi. Anambia sio kweli, wewe unipendi. Anasema wewe utupendi sisi, wao utupendi sisi. Piga ngumi nzito nyingine. Alipigwa sana ya mtaalamu Mr. Tangoli. Hali ni mbaya, mzee kaweka target, anasubiria Santino akimwambia get up, amka wewe shetani, amka wewe ni demon shetani. Anamwambia yote ni makosa yako. Kanyaga sana jamaa kuweza kujibu mashambulizi aina yote. Pigwa sana Tangoli, lakini si kwamba hawezi kumpiga, ana uwezo, ila la asha aliona tu amwache bwana mdogo kwa sababu ana hasira. Lakini sasa hizi hasira zinazokaa wakaumizana, amempiga we. Piga sana jamaa na hali mbaya, anamwambia kwa nini ugombani wewe? Yaani anatamani jamaa fight back ili adhibitishe kwamba yeye ni mtu mbaya. Ananiambia nipe sababu ya kukuua basi, nipe sababu ya kukuua. Unajua kwa nini jamaa anaomba sababu ya kumuua ndugu yake? Anamwambia ndugu yake apambane, ajibu mashambulizi ili jamaa apate sababu ya kumuua. Lakini jamaa anamkumbatia. Bala. Hajibu kisikele, mtu akikupiga shavu la kushoto, unamgeuzia sina la kulia. Ndio hii hapa Tangoli anaifanya. Alimkumbatia Santino.
Anaonesha kiasi gani upendo, anamwambia Santino, wewe ni ndugu yangu, siwezi kurusha hata ngumi. Nisamee. Nisamee ndugu yangu. Nisamee ndugu yangu kama nimekuuzi. Sikuoa wala siwezi kuwa watu wa karibu kwa sababu nakupenda. Wewe ni ndugu yangu. Siwezi kufanya jambo kama hilo Santino. Haina haja mimi kugombana mimi na wewe. Nisamee ndugu yangu basi. Santino akafeel ile hali ya brotherhood. Aliona kabisa. Nakuomba fungua moyo wako. Anakumbuka mamake pia alimuomba. Fungua moyo wako, ongea na ndugu yako. Ndugu yako sio muuaji. Hawezi kuwa. Anakumbuka siku ile ambavyo ndugu yake alikuwa akimpenda. Nitahakisha kwamba napambana siku moja nampatia maisha mazuri mama pamoja na bibi. Na anaambia natamani siku moja niweze kuwa professional boxer. Nitakuwa mpambanaji mmoja mzuri wa ulimwengu. Natumaini siku moja ndoto zako ziwe sawa. Anakumbuka alivyoanza kumtengenezea punching bag nyumbani. Mapambano yale ya kwenye basketball kule. Yote hii ni season 1 kwa wale ambao mtuliangalia vizuri, yote hatu uliweza kuyaona. Nilikwambia nitakwenda kukamilisha. Santino inatosha. Aliona ndugu yake anaumizwa, aliingilia kati. Na siku zote alikuwa hataki kuona Santino anaumia. Siwezi kukubali kuona mtu anakuumiza. Natumaini Tangoli utarudi nyumbani siku moja. Nitakumisi bro. Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa akiishi naye. Sasa leo anawezaje kusema kwamba ndugu yake ni muuaji? Anamwambia anachotaka kuambia tu ujue kwamba siwezi kukuumiza wewe. No matter what. Hata itakuwaje. Kwa sababu wewe ni ndugu yangu, damu yangu. Sitaruhusu mtu yote ya kusogezea hata kidole kwa ajili ya kukupa maumivu. Na kweli jamaa kalithibitisha hilo. Kadhibitisha kwamba yeye ni brotherhood. Yeye ni kaka. Sasa wakatoo jamaa alipokuja kuona kwamba mshikaji hajarusha hata ngumi, na anadhibitisha, anamwambia Tangoli, samani bro, na mimi pia naomba unisamee. Nakupenda mno kakaangu. Dogo mwenyewe anamkubali kaka yake kinoma yani. Hasira sasa zimemuisha. Lakini tayari ameweka setup hapa. Anamwambia nakupenda mno kakaangu. Nakupenda mno. Lakini sasa dogo katika hii moment ndo anakumbuka kwamba baba yake yuko hapa na maskari. Ina maana muda wote anakula chuma. Na Sniper yuko kwenye target nzuri ya kumpiga. Akamwambia Tangoli, inabidi uondoke ukimbie hapa. Kimbia, hii ni setup nilikuwa nimekutegeshea ni kunase. Ndio hivyo. Una nafasi ya kukimbia. Kimbia, sikina. Akamsukuma ili asepe Tangoli. Wakatoa Sniper sasa akaanza kutafuta position ya kumchapa risasi bila kupewa ruksa. Akamnyang'anya chuma iliyokuwa nayo pale pale, afu akaona amtulize yule Sniper kwanza. Akamshusha. Kitendo cha Santino kumshusha Sniper, huyu mwingine hakufuata amri ya bosi, akamkunguta Santino risasi. Kwa sababu alikuwa ameshaenda kinyume sasa na utaratibu wa serikali. Kwa Santino alikula chuma mbaya sana ya kifua ambayo maisha yake lazima aingie kwenye balaa, maana mapafu hayo yatakuwa ovyo, afu ni risasi ya Sniper inabangunyua banganyua. Hao ndio rashtuka sasa kwamba kuna mlio wa risasi huko umesikika. Santino anashuka, maskini wa Mungu. Lakini anafanya yote kwa ajili ya kumwokoa Sniper huyo wa babake mwenyewe. Maamuzi ya kipuzi ya kishenzi. Mwanae kalambwa chuma. Alimpiga risasi ni nani? Ni Sniper. Akashuka mzima. Barazito hilo babake. Na hapa utasema Tangoli kahusika. Santino kashuka. Lakini alikuwa amemwomba msamaha kaka yake. Alipiga kelele namna hiyo kuona kwamba sasa anahitaji msaada, na akakamata chuma sasa kudili na watu. Chapa risasi sana wa maskali. Hii ni hatari kinoma noma. Akinabidi tuendelee kusonga mbele. Beni anaenda kumuuza sasa Tangoli kwa mtaalam anaitwa Migarito, ili mradi Migarito ampatie pesa na hatimaye waende kumkamata Mr. Tangoli wakati atakaporejea nyumbani kwa bwana Beni, kwa sababu hili genge likitoka huko Misele linaenda kwa bwana Ben. Niita DJ Junior, niita Flavor himself. Katika episode inayofuata baki na mimi tuendelee kuenjoy. Kitu inaitwa The Defender.